Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa leo tumekusanyika, tulianza kukusanyika tokea juzi kutwa, ile Thursday, Friday na Saturday. Sasa leo ndio tumekamilisha, na tunazidi kushukuru Mungu kwa kile ambacho amekifanya kwa ajili ya kutukomboa. Bwana asifiwe sana. Sasa fundisho letu la leo, maana hatuna uwezo wa kurudia yale yote ambayo yamezungumzwa, maana wale ambao walikuwa mahali hapa Mungu aliwapa neema ya kuweza kusikia. Sasa fundisho letu la leo tunakwenda kujifunza kuhusu umaalumu wa kifo cha Yesu Kristo msalabani na ufufuo wake katika wafu. Tunarudia, umaalumu wa kifo cha Yesu Kristo msalabani na ufufuo wake katika wafu. Umaalumu. Wafaransa wanasema specialite. Bwana tusaidie sana. Specialite ya kifo cha Yesu Kristo msalabani na ufufuo wake. Specialite. Bwana tusaidie sana. Tunaposema kitu maalumu, ina maana ni kitu chenye sifa ya kipekee. Maalumu inamaanisha kitu cha sifa ya kipekee. Sasa tunajifunza kuhusu umaalumu wa kifo cha Yesu Kristo msalabani na ufufuko wake katika wafu. Tunafahamu kwamba Yesu Kristo hakuwa wa kwanza kuhukumiwa kifo cha msalaba. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Yesu Kristo hakuwa ndiye wa kwanza kuhukumiwa kifo cha msalabani. Wako wengi waliohukumiwa kifo cha kufa msalabani. Ijapo ni wengi waliokufa kifo cha msalabani, lakini tunajifunza sasa umaalumu wa kile kifo cha Yesu Kristo msalabani. Maana yeye hakuwa ndiye wa kwanza kutundikwa msalabani. Hakuwa ndiye wa kwanza kuhukumiwa kifo cha kutundikwa msalabani. Lakini ijapo Yesu hakuwa wa kwanza kutundikwa msalabani, kutundikwa kwake kuna umaalumu gani? Specialite gani? Bwana asifiwe. Maana tukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 21 mstari wa 22 hadi 23. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 21 mstari wa 22 hadi 23, tunasoma kwa jina la Yesu. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikaye usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Usije ukautia unajisi katika nchi yako, akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Amen. Bwana asifiwe. Kwa tunaona kwamba kifo cha Yesu Kristo ilikuwa, au tuseme hukumu ya kifo msalabani, ilikuwa ni jambo ambalo lilijulikana katika Israeli. Kutundikwa kifo au kuhukumiwa kifo cha kufa msalabani ni jambo ambalo lilijulikana katika Israeli. Kwa walilijua kwa Yesu kufa msalabani au kuhukumiwa kifo cha msalabani haikuwa jambo la kwanza, hakuwa wa kwanza. Bwana asifiwe. Maana pia unakumbuka hata siku alipotundikwa, alitundikwa na wengine wezi wawili. Sasa ijapo Yesu hakuwa wa kwanza kutundikwa msalabani, lakini tunaona kwamba kutundikwa kwa ile hukumu yake ya kufa msalabani iko na umaalumu wake. Sasa umaalumu wake ni gani? Bwana asifiwe. Umaalumu wa hukumu ya Yesu ya kutundikwa msalabani ni mwingi, lakini tutazungumza machache tu kwa sababu ya muda. Jambo la kwanza ambalo linaonyesha umaalumu wa hukumu ya Yesu kutundikwa msalabani, Yesu Kristo ndiye wa kwanza kuhukumiwa kifo cha msalaba pasipo makosa yake. Bwana asifiwe. Yeye ndiye wa kwanza kuhukumiwa akufe msalabani pasipo makosa yake.
Maana hukumu ya kufa msalabani ilikuwa inatolewa au inaamuliwa baada ya kuona kwamba hii ndio inamstahili. Maana hukumu zilikuwa nyingi kama mtu amefanya kosa. Maana pale ambapo tumesoma ile Kumbukumbu la Torati 21 inasema ati ikiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa. Yaani kulikuwa makosa mengine au dhambi zingine ambazo mtu alizitenda na asipaswe kufa, akapata adhabu zingine. Sasa kifo au hukumu ya msalaba ilikuwa inatolewa baada ya kuona kwamba hii inamstahili. Yaani wamejifunza vya kutosha. Haikuwa jambo la kukurupuka. Bwana tusaidie. Haikuwa jambo la kukurupuka. Maana kulikuwa vifo vya aina nyingi. Wakati mtu alionekana kwamba anastahili kufa, kulikuwa vifo vya aina nyingi. Kulikuwa hata vifo vya kupiga mtu mawe. Bwana tusaidie. Sasa kufa msalabani au kutundikwa msalaba ilikuwa ndio hukumu kubwa kuliko zote. Unajua kwamba hukumu ya kifo ndio hukumu kubwa kuliko zote. Bwana tusaidie. Lakini hukumu ya kufa msalabani ndio ilikuwa kubwa kuliko hukumu zote za kifo. Ilikuwa kubwa kuliko hukumu zote za kifo. Ile kutundikwa msalabani. Bwana tusaidie. Sasa walikuwa wanaifanya baada ya kuona kwamba hii ndio inamstahili. Maana ni mtu ambaye amefanya dhambi kubwa. Sasa Waisraeli walikuwa wanajua hivyo. Lakini tunaona kwamba Yesu Kristo ndiye alikuwa wa kwanza kuhukumiwa kifo cha msalaba, kifo cha kufa msalabani pasipo makosa yake. Bwana tusaidie. Maana tunaposoma kwenye kitabu cha Mathayo 27, Mathayo sura 27 mstari wa 24, Biblia inasema basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, yaangalie haya ninyi wenyewe. Sasa tunaona kwamba Pilato ndiye alikuwa liwali, ndiye alikuwa hakimu wa mwisho. Bwana tusaidie. Maana wakati Yesu aliposhikwa, maana tunaona kwamba Wayahudi wakuwa makuhani, viongozi wa Kiyahudi walikusudia mara nyingi kumuua Yesu. Walikusudia. Sasa wakati walipomkamata Yesu na kumuua, ni jambo ambalo waliliplani muda mrefu, ila walikuwa nakosa mlango, walikuwa nakosa njia. Lakini siku ile walipomshika, wakaona hawawezi kuchukulia maamuzi ya kumuua bila hakimu kuamua, bila Pilato hakimu mkuu kuamua. Sasa wakampeleka kwa Pilato. Bwana tusaidie. Sasa Pilato walipompeleka Yesu kwa Pilato, walimshindikiza na mashitaka mengi. Lakini Pilato kwa sababu ni mtu mzima, ni mtawala, akachunguza mashitaka yote. Kila shitaka ambalo liliongea, akachunguza mashitaka yote, akaona huyu hafai kufa. Bwana asifiwe. Akasema huyu hastahili kufa. Ndio maana hapa tulisoma, nasema Biblia inasema hati yeye baada ya kuwa amechunguza, alipoona kuwa hafai lolote, lakini ghasia zinazidi, fujo inazidi, lakini yeye kwa uchunguzi wake wa kusikiliza maneno, yeye kwa kusikiliza mashitaka, aliona kwamba hafai kufa. Bwana tusaidie. Lakini akaona fujo inazidi kuwa kubwa, ndipo alichokifanya, alichukua maji, alitoa maji, akanawa mikono mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaani hakimu anamtangaza Yesu ni mwenye haki. Bwana asifiwe. Ndio naona hata leo watu wakitoka msibani wananawa maji. Hata kama kugusa uchafu wananawa maji. Inamaanisha mimi sihusiki. Bwana tusaidie. Inamaanisha katika haya yaliyotokea mimi sihusiki. Sasa Pilato akanawa maji, akasema huyu ni mwenye haki.